Kwa majina naitwa Happiness Enoch Yusufu. Nina miaka 13. Ninasoma mimi ni mwanaklabu katika shule ya msingi Mivumoni, kata ya Wazo, wilaya ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Kwangu mimi ukatili wa kijinsia nimeupitia, lakini kutokana na klabu yetu kwa kushirikiana na Wajiki ikanisaidia kuweza kushindana na vile vizuizi mpaka nimeweza kumaliza. Zamani sisi tulikuwa tunaogopa bodaboda. Tukutana na bodaboda hata akiwa amesimamisha, akiwa anakuuliza hata swali, unaogopa, unakimbilia vichakani. Lakini baada ya Wajiki kuja na kutuelezea, kutuambia ni kama baba zetu, kaka zetu na wale mabodaboda wakapewa elimu. Kwa nini wale mabodaboda tunaogopa? Kwa sababu kuna wengine walikuwa hawana ile elimu, kwa hiyo anaweza kukukamata akaenda kutendea kitendo kibaya. Tuelezea mahusiano na mabodaboda na mabodaboda wengine wakaja hapa shule, akaelezea vizuri kabisa, wanafunzi wote wakawakubali. Mpaka sasa hivi tuna mahusiano mazuri pamoja na mabodaboda, madereva bajaji, wa daladala, kwenye magari. Tunahudumiwa vizuri sana. Na elimu nilipata itaweza kunisaidia hata nikiwa najua shule atupangi wenyewe. Naweza katokea nikachaguliwa mkoani, nikachaguliwa kata nyingine, nikaenda sehemu nyingine. Itanisaidia pia katika maisha yangu kuendelea kupambana na ile rushwa au ukatili wa kijinsia. Hata nikutana na mtu anafanya hivyo, namshawishi, nampa elimu, tunakuja nakuta baadaye tunakuwa salama wote. Kwa jina naitwa Janet Mawinza. Mimi ni mkurugenzi wa shirika la wanawake katika jitihada za kimaendeleo. Shirika hili lilianzishwa mwaka 2014 kwa lengo la kufanya utetezi wa haki za binadamu na hasa kundi la wanawake, watoto na makundi maalum. Kampeni ya Safari Salama ni kampeni maalum kabisa tulioianzisha kwa ajili ya ulinzi na usalama kwa watoto wa kike. Kwa majina anaitwa Bernard John Moka, dereva wa bodaboda kituo cha Gongo la Mboto Kampala Lelini. Ni mtu ambaye nilipokea kampeni ya Safari Salama bila rushwa ya ngono mwaka 2019 kutoka kwenye taasisi ya Wajiki. Baada ya kupokea kampeni hiyo, tulifanya uzinduzi mkubwa katika eneo letu la Gongo la Mboto Kampala, na matembezi makubwa tuliyafanya kwa kuhamasisha watu kujua nini maana ya rushwa ya ngono. Kwa jina naitwa Tabora Gengola. Mimi ni dereva wa daladala, natokea Gongo la Mboto. Mimi ni kiongozi wa upande wa Gongo la Mboto. Nilichaguliwa na Wajiki ili kusudi nitoe elimu kwa madereva wenzangu, tuweze kusaidia wanafunzi. Nimetoa elimu kwa madereva wenzangu, mbali na madereva, makondakta pia. Mmoja wapo kondakta wangu ni huyu hapo, alikuwa ni mtu mmoja mbaya sana kwa wanafunzi, lakini niliweza kumtengeneza, nikampa elimu. Baada ya kuitwa nilianza kuitwa Wajiki, nikapewa elimu. Baada ya kupewa elimu ikabidi nije nitoe elimu nilianza na yeye kwanza, nikampa elimu. Baada ya kumpa elimu akabadilika. Baada ya kondakta wangu, mimi mwenyewe nilikuwa ni mtu mbaya sana kwa upande wa wanafunzi, upande wa wadada, nilikuwa ni mtu wa kupenda hizo mambo. Nilikuwa napenda kutoa rushwa ya ngono. Waweze kutambua changamoto ambayo wanakutana nayo hawa watoto wa kike na watoto wengine, na wao wachukue hatua ya kuweza kumlinda mtoto huyu anapokuwa katika safari yake ya kimasomo, au anapokuwa katika safari yake ya kutoka nyumbani kuelekea shuleni na kutoka shuleni kurudi nyumbani. Kwa majina naitwa Bato Selemani Vitendo. Mimi ni kondakta wa madaladala ya kwenda Gongo la Mboto Masaki. Hakika haya mambo kwa upande wangu yamenibadilisha kwa upande mkubwa sana. Zamani kwenye gari langu alikuwa akipanda mwanafunzi ambaye kidogo amesimama, watu wa mjini nasema akasimama, basi lazima nihitaji kitu kutoka kwake ili awe anapanda gari bure kila siku. Lakini toka ndugu yangu dereva wangu alipokutana na Wajiki wakampa mafunzo, alipokuja kunielimisha na mimi, basi na mimi nikaacha kuwa vile, nikawa hivi ambavyo Wajiki wataka tuwe kama binadamu wengine jinsi walivyo. Mafanikio makubwa matatu ambayo tunajivunia Wajiki kupitia kampeni ya Safari Salama. Moja
ni kuwafanya madereva bodaboda, madereva daladala kuwa mabalozi wa mapambano ya rushwa ya ngono. Lakini pili, tunachojivunia ni kuongezeka kwa taarifa na ulinzi kwa watoto wa kike ambao tunawatetea na kuwapigania, kwa sababu sasa hivi mbinu tulizozitumia zimekuwa pana na wadau mbalimbali wanazishika na wao wanazisambaza. Hata ulinzi wa watoto tunaona unaenda kuwa mkubwa na unaenda kupanuka zaidi. Tulikuwa ni waanga, baada ya kufikiwa na wajiki sasa tumekuwa mabalozi. Kitu kinachonipa furaha zaidi hasa kwa mabadiliko ya madereva, ambapo madereva sasa hivi wanaweza kubandika stika, wakatembea nazo barabarani, wakazungumza wenyewe kwamba mimi nahitaji kukulinda na sio kukuharibu. Lakini kitu kingine ambacho kinawezesha madereva sasa hivi wametengeneza kamati ambayo ya ulinzi wa usalama kwenye vituo vyao, ambavyo wanaweza kusimamia kuhakikisha kwamba huu ni muda wa kwenda shule, watoto waende shule. Huu ni muda wa kurudi nyumbani, watoto warudi nyumbani. Huu ni muda sio wa shule, mtoto hatakiwi kuonekana katika maeneo yetu ya stendi. Haya wanayafuatilia na hata wanachukua polisi, na wale ambao wanaonekana wana changamoto wanaweza kuchukua hatua, kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika. Tunawashukuru sana kwa namna ambavyo wameweza kutusapoti kwenye ufadhili, kwa sababu toka tumeanza mapambano haya, kampeni hii inafadhiliwa na Women Fund Tanzania toka awamu ya kwanza na sasa tuko awamu ya 6. Wito wangu ni kuona namna ambavyo tunaweza kushirikishana au kushirikiana au waweze kuunga mkono kampeni hii ili iweze kufika mbali zaidi.